Sakata la bunge la Ulaya siku ya Mei 7, 2025 kuhusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo CCM mkoa wa Songwe Mwalimu Yusuf Ali Rajabu watoa majibu sahihi kwa wananchi wa Songwe. Nukta ya pili, ndugu wanahabari, ni hoja za bunge la Ulaya na majibu yake. Kwenye bunge la Ulaya waliibuka na azimio. Walikuja na mambo mengi. Miongoni mwa hayo mambo wakazungumzia ishu ya ushoga, jambo ambalo ni kinyume na utamaduni, mila na desturi za nchi yetu. Wakazungumzia mambo ya demokrasia, wakazungumzia mambo ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini pia wakazungumzia kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu na mashtaka yake. Sasa sitaki kuzungumza yale mengine kwa leo kwa sababu kila mwana Songwe anafahamu kwamba mila na desturi yetu sisi ni kupinga ndoa za jinsia moja. Hata kanuni za adhabu za nchi yetu zinachukulia ndoa ya jinsia moja ni kosa ambalo mtu akikutwa anafanya tendo la ndoa ya jinsia moja, hukumu yake ni kwenda jela miaka 5 kama itathibitika amefanya kosa hilo. Sasa hatutaki kujadili huko, lakini ni juu ya wanasongwe kufahamu hawa Chadema ni watu wa namna gani. Watetezi wao ndio hawa, wanataka tuunge mkono ndoa za jinsia moja, tusapoti ndoa za jinsia moja. Sisi tunasema hapana. Yaani maana yake wewe mwana Songwe, wanataka Waingereza, bunge hili la umoja wa Uingereza, mtoto wako wa kiume awe na bwana mwanaume, mume wako awe na bwana mwanamume, kaka yako awe na bwana wake au awe na mkewe ambaye ni mwanaume kama yeye. Jambo hili ni kinyume na utaratibu, ni kinyume na utamaduni, ni kinyume na mila na desturi za nchi yetu. Kwa hiyo sisi hatuna muda sasa hivi wa kulizungumza hilo, lakini limetufanya kupitia azimio hili kuwajua Chadema ni watu wa namna gani. Sasa kupanga ni kuchagua. Kama utaendelea kubakia kwenye chama hicho ambacho kinapiga chapuo ya ndoa ya jinsia moja, basi wewe pia utakuwa una kitu cha kuwaeleza Watanzania. Maanake utakuwa ulitakii mema taifa letu, lakini pia utakuwa ukitakii mema kizazi chetu katika nchi ya Tanzania. Lakini pia ishu ya demokrasia siwezi kuizungumzia kwa sababu mnajua ni Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye ambaye ameruhusu mikutano ya hadhara na mikutano. Vyama vya siasa 19 vimefanya mikutano ya hadhara zaidi ya 100 kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mataifa wanajua. Ama uhuru wa vyombo vya habari pia ni jambo ambalo Tanzania imezidi kupata tuzo, inazidi kukua. Uhuru wa vyombo vya habari unazidi kuongezeka kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kitaifa, tafiti za Afrika na za kidunia. Sasa haya hatutaki kuyaongelea. Sasa nizungumze kuhusiana na kukamatwa kwa Lissu na mashtaka na azimio la bunge la Ulaya. Wanasema serikali ya Tanzania imwachie Tundu Lissu bila ya masharti yoyote. Kwa mujibu wa taratibu ya nchi yetu, mahakama zetu ziko huru, haziingiliwi na muhimili wowote ule, si wa ndani ya nchi hata wa nje ya nchi. Kwa hiyo ndugu wanahabari na wanasongwe, bunge la Ulaya linadai kuwa kukamatwa kwa Tundu Lissu mnamo Aprili 9 mwaka 2025 na mashtaka ya uhaini ni mambo ya kisiasa na yanaenda kinyume na haki za binadamu. Kwa hiyo wanasema kukamatwa kwa Lissu ni mambo tu ya kisiasa na mambo haya yanakwenda kinyume na haki za kibinadamu. Sasa je, madai yao haya ni ya kweli? Ndugu zangu, kwa mujibu wa kanuni ya adhabu ya Tanzania, kanuni za adhabu za Tanzania, the Penal Code of Tanzania, sura ya 16, nenda kasome kuanzia ibara ya 39 1 mpaka 4. Nenda kasome uangalie
wanavyoelezea kosa la uhaini, treason, wanasema ni kosa linalohusisha jaribio la kuangusha serikali kwa nguvu au kushirikiana na maadui wa taifa. Kosa la uhaini ni kosa linalohusisha jaribio la kuangusha serikali kwa nguvu au kwa kushirikiana na maadui wa taifa. Kama umepanga kuiangusha serikali kwa nguvu au kwa kushirikiana na maadui wa taifa, hilo ni kosa la kitaifa kwa mujibu wa kanuni za adhabu za Tanzania, the Penal Code of Tanzania. Nendeni mkaisome ile sura ya 16, mtaona. Sheria hii imekuwepo tangu enzi ya ukoloni na ni sehemu ya mifumo ya kisheria ya nchi nyingi za Commonwealth. Aidha, kifungu cha 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinatamka wazi kuwa watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ya ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Kwa muktadha huu, hakuna mtu yeyote aliye juu ya sheria, iwe ni mwanasiasa, kiongozi au raia wa kawaida. Ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ya ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo mtu yeyote ndani ya Tanzania, awe ni mkubwa, awe ni mdogo, awe ni tajiri, awe ni maskini, awe ni mnene, awe ni mwembamba, awe ni kiongozi wa juu wa chama fulani cha kisiasa, awe ni kiongozi wa kawaida au mwanachama wa kawaida, kiongozi wa dini au raia wa kawaida, yuko sawa na wengine mbele ya sheria. Atakuwa na haki bila ya kubaguliwa wala kulindwa. Atakuwa na haki bila ya kufanyiwa ubaguzi wowote, kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ndani ya Tanzania aliye juu ya sheria, iwe ni mwanasiasa, kiongozi wa dini, kiongozi wa serikali au raia wa kawaida. Na ndiyo maana kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Nyalali mwaka 1995 palielezwa kwamba wakati inahukumiwa ile kesi, in the exercise of criminal justice, political status or affiliation does not confer immunity. Maana ya maelezo haya ni kwamba katika utekelezaji wa haki ya jinai, hadhi ya kisiasa au ushirika hautoikinga. Wakati inatekelezwa haki ya jinai, hakuna kinga yoyote ya kisiasa au ushirika ambao utaikinga hiyo utekelezaji wa hiyo haki ya jinai. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba status ya mtu ya kisiasa au ushirika alionao, hadhi yake na kadhalika, sio kinga kwake yeye iweze kumsaidia pale anapofanya jinai kuweza kuhukumiwa kwenye masala ya jinai. Na kwa mujibu wa ibara ya 107A(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama inatenda haki. Inasema ibara hii, mamlaka ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa mikononi mwa idara ya mahakama na idara ya mahakama ya Zanzibar. Na kwa hiyo hakuna chombo cha serikali wala bunge au baraza la wawakilishi la Zanzibar kitakachokuwa na kauli ya mwisho katika utoaji wa haki. Kwa hiyo mahakama haiingiliwi na muhimili wowote katika utoaji wa haki. Lakini mbili, nasema katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yani kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi. Kwa hiyo mahakama haiangalii hali yako ya kiuchumi, haiangalii jamii yako kwamba wewe ni maarufu sana, wewe ni mkubwa sana na kadhalika. Na ibara ya 107B inasema ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Hakuna masharti mengine yoyote zaidi ya kuzingatia masharti ya katiba na yale ya sheria ya nchi. Tunasema tena kwa kinywa kipana, Tundu Antipas Lissu hakukamatwa kwa kufanya mkutano wa amani pekee, bali alikamatwa kutokana na tuhuma za kisheria
zinazohusiana na kauli na matendo yake, mashtaka dhidi yake yanafanyiwa kazi na vyombo vya sheria kwa kufuata taratibu, na sisi hatuwezi kuingilia mamlaka ya mahakama. Kwa hiyo tuache hawa watu wa haki za binadamu, mamlaka nyinginezo na kadhalika, tuache mahakama iweze kutenda haki zake pasi na kuingiliwa.